Jamani, huku panaogopesha kweli. Usianze uoga sasa, tuende mbele. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida karibu na Lake Rukwa. Mawingu meusi yalimeza mwezi, huku upepo mkavu ukipuliza kwenye nyasi ndefu zilizozunguka mto uliokauka miaka mingi iliyopita. Kila nyumba kijijini ilifunga milango mapema, kana kwamba watu walikuwa wanaficha hofu ambayo hawakutaka kuitaja kwa sauti. Kulikuwa na sheria moja tu ambayo kila mtoto alikulia akiisikia: usiende kwenye mto mkavu baada ya jua kuzama. Lakini kwa Kelvin, Tino na Juma, hiyo ilikuwa hadithi ya kuwaogopesha watoto. Walikuwa vijana watatu waliopenda mzaha, TikTok na kuthibitisha kuwa hakuna kitu cha kutisha duniani. Usiku huo walicheka mbele ya wazee waliokuwa wamekaa karibu na mto wa kijiji. Mzee mmoja mwenye sauti nzito aliwaonya kwa mara ya mwisho: kuna watu walienda huko, hawakurudi tena. Hivi kweli watu wanaogopa shimo tu? Eti kuna sauti zinatoka huku siku. Mimi nasema leo tunaenda turekodi kabisa. Leo ni leo. Jamani, huku panaogopesha kweli. Usianze uoga sasa, tuende mbele. Hili shimo ni refu sana. Angalieni hizi. Labda mtu alianguka humo. Hebu tuone lina kina gani. Hapana, haiwezekani. Nirushie mwingine. Tuondoke jamani. Mtu anatutisha tu. Wewe nani? Kelvin. Hii si kawaida. Tino, simama. Wananita. Una wazimu gani? Tumekuwa tukisubiri. Kuna kitu kinapanda. Mngekuja mapema. Kelvin na Juma wakaanza kukimbia kuelekea kijijini, huku nyuma yao zikisikika sauti za hatua nyingi zikifuata. Walipofika karibu na nyumba za kwanza, Juma akasimama. Tino amekufa. Juma bado mmoja hajashuka. Kelvin akahisi dunia ikisimama. Macho ya Juma yalikuwa yamekuwa meusi kabisa, na tabasamu la kutisha likaanza kuonekana usoni mwake. Bado mmoja hajashuka. La 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 la.